waangalia uwachukie tu bure, maana they are formless. Wacha Mungu awatolee form. Mimi naomba hii mwaka Mungu akutolee form, kwa sababu Mungu ndiye hutoa form ya maana. Gaya kurutira form. Gaya kurutira form. Ndugakoba mundu. Gaya kurutira form. Ndagago ikia maundu-ini maria matuma mundu aconoke. Ngai akorutira fomu. Ndagago ikia maundu-ini maria metagirirwo ni andu ate nigetha moige toine ni ndiramwirite. Bia mwenzako form ni ya God. Pastor Mwangi, karibu sana. All the way from Eldama Ravine ako hapa Baringo. Karibu Pastor Mwangi. Mungu akutolee form. When God wanasiasa, Mungu akikutolea form, hakuna kitu huwezi kuwa. Praise the name of the Lord. The earth was without form. Haikuwa. Now, this God akaanza kutolea dunia form. Akasema, and God said, verse 3, let there be light, and there was light. Sasa Mungu ameanza kutengeneza dunia yake. Akasema, let there be light, and there it came. Mwangaza ukakuja. May God bring light in your year 2024. Usipitie katika giza. Alafu sio kupitia katika giza, hata wewe usipitizwe katika giza. Kama kuna mtu anaolewa hapa, usipitishwe kwa giza. Ni kwa mwangaza hapa. Praise the name of the Lord. Hapa. Kama hata kuleta hapa, mwambie, and God said, let there be. Najua kuna watu huolewa kama wamefichwa kama bangi. Kama anakutaka akuleta wapi? Na tulisema huu mwaka ni wa kuchukua na kuweka. Akuleta hapa kama bibi ya Frank. Sio mniambiage kwa ofisi, Reverend, unajua mwili ilishindwa kugojea, tukaona msamaha ndio rahisi kuomba. Hapana. Let there be light, and God brought light. Katika maisha yako mwangaza upatikane. Katika biashara yako sasa ipate mwangaza. Katika watoto wako mwangaza upatikane. Katika familia yenu mwangaza upatikane. Na kama wewe ndio utakuwa mwangaza, enda uangaze katika hiyo familia. Enda uangaze katika hiyo ndoa. Enda uangaze katika hiyo biashara. Enda uangaze. Rise and shine, for your light has come. Praise the name of the Lord. Mungu akatolea dunia form. Praise the name of the Lord. Yega yarodi tera form. Mungu akikutolea form, hautangangana. Praise the name of Jesus Christ. Amen. And God saw that the light was good. And God separated the light from darkness. May God separate you from people who want to darken your life. Si tuliona msichana mrembo jana amedungwa na kisu. Ni mtu aliletwa katika maisha yake aweke giza. Msichana mrembo, ona hata nikiwa pastor unaangalia kwa simu. No kona viumaga hiki ni kidu kiega gia amen. Unaona kabla na mimi ni pastor. Ninaangalia kwa simu, ninaona gai. Haki hii kitu mzuri imeenda. Because the Bible says, and God saw that the light was good. So, everything that God made was good. Lakini mwanaume anachukua kisu, anadunga msichana mrembo kabisa. Kwa sababu katika siku za huyo msichana kuliingia mtu aweke giza. Katika mwaka huu ninakuombea Mungu anapoweka mambo katika maisha yako, kama kuna watu wa giza ambao wanaletwa kukuwekea giza, Mungu awaondoe. Mungu awaangamize kabla waweke giza. Kuna watu watakuja wajifanye ni marafiki wa biashara ili wakuwekee giza. Hiyo siku isifike wanapotaka kuweka giza. May God separate light from darkness. Mungu atenganishe mwangaza na giza. Sasa kuna kimudu tu kimekaa mahali.
kinajitayarisha kukugonga. Hata sisi wa Kenya, mwenye ameletwa atuwekee giza badala ya mwangaza, Mungu atuondolee. May God separate light from darkness. Nyabu koroneka muhuro ukurehe nduma maisha-ini maku. Niehere. And don't fear to lose people. Nyinyi mnaogopanga sana kulose watu. Mimi niko tayari kulose watu ambao wanataleta giza katika kanisa hili. I am ready to lose people who are not of light in my life. Mandiko moigaga moici nowe okomaga muthenya agokira utuku tondu endete nduma. Mwizi peke yake ndiye hulala mchana. Alafu usiku anaamka, maana maandiko yanasema anapenda giza. Wakati tulimaliza kesha hapa, Bishop Harrison Nganga akanipigia simu. Akaniambia, unajua nini? Uko na mwangaza. Hakuniambia niko na Mungu, aliniambia uko. Kwa sababu mwangaza uliumbwa na nani? Na akasema tarehe 28 nitasoma huko. Praise the name of the Lord. When you have light, everybody will understand you. Everybody will see you. Wale watu wako na giza huwa hatuwajui. Na mimi nitakataza watu mwaka huu. If you sense danger in somebody, don't force yourself to them. If you sense danger. Mimi, I wonder how a lady can follow a man, wajipime ukimwi, watumie mipira, halafu wauane. It is only darkness that can operate such kind of an operation. If you have a doubt in somebody, mimi nikiwa na doubt ndani ya marafiki zangu, mimi huwaondokea. Na mimi hii maisha mimi nimesaidiwa na kuwa don't care. Usiokoke yote, bakisha kamoja ka don't care. Watu watakuzoea sana. Bakisha kamoja kakwambia watu sitaki ujinga. Unasikia wewe? Because watu wakiona wewe ni mpole, nimekuterema mno, watakukanyaga sana. Hata hii online inatakaga don't care. Wale watu wamejaa online, wengi wako na shetani. Akiona mwanasiasa JCM anasema kanisa imekuwa political. Kwani hawa ni wanyama? Si ni watu wanataka Mungu? Kwani hawataki kusikia hivyo nasema? Kwa sababu watu wengine ukiwakubalia sana, watakukanyaga maisha yako vibaya. Hata kwenye umeolewa, wacha wajue you are no nonsense. Hata kwenye umeoa, wacha wajue hata wewe upendi ujinga. Hii dunia lazima ujipakishie 1% ya kukabiliana na hawa. Usifikirie umekaa karibu na mtu mzuri sana. Huyo mtu umekaa na yeye anaweza geuka ende time. Ikiwa mtu anaweza kukuua na ametoka kwako, mumetoka KUKISS na anakudunga, ni huyo mwenye haja KUKISS. Watu wanaweza geuka in a span of 3 seconds. Mtu anakuwa tofauti. Don't overtrust people. Watu wale ni wagiza. If God separated darkness from light, na zote ni zake, si ni aliumba giza na si ni aliumba mwangaza? Kwa nini alizitenganisha? Na ni zake. God separated darkness from light, na ni zake zote. Hata wewe anza kujitenganisha na watu. Hadi umesikia nimekwambia hii kanisa mwaka utafukuza watu sana. Kama hauna tabia, urumisha gari, songa. We cannot entertain people who are full of darkness when God brought light. Praise the name of the Lord. Ya mwisho. God called the light day, and the darkness he called it night. And there was evening, and there was morning the first day. And God said, let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate waters from other waters. And God made the expanse, separated the waters that were under the expanse from the waters, and were above the expanse, and it was so.
And God called the expanse heaven, and there was evening and there was morning the second day. Praise the name of the Lord. And God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let there be a dry land appear. It was so. Mungu akasema wacha kuwe na maji na kuwe na dunia. Hiyo dunia ndio inauzagwa na akina Elias na akina Mheshimiwa Madhai. Praise the name of Jesus. Hiyo dunia ndio iliundwa. Akina Elias wauzange. Elias na Madhai ni nyinyi mnafaa kuishi hapa kwa magoti. Juu mwenye aliunda dunia mnauza dunia yake. Ati wauzaji wa mashamba mnauza dry land ambayo Mungu alifanya nini? Aliunda, akaifanya iwe. That God who made a dry land ndiye alituambia tukiruka mwaka kuna mahali amekutayarishia pa kujenga. Si ndio tuliambiwa? In the book of Psalms ilisema kuna mahali Mungu amekuandalia pa kujenga. How many are believing that? May you receive in Jesus name. Akatengeneza kila kitu. Halafu Mungu alipomaliza kuunda hizi vitu zote, akaangalia dunia imejaa miti. Akaangalia imejaa maua. Akaangalia akaona iko na maji. Akaona nyota, mwangaza, jua zote ziko na mwezi. Akasema na zote ni maridadi. What do I want to say? May your life become beautiful. May God become your beautifier. Mungu akurembeshe mwaka huu. Na mimi mwaka huu kama nilivyosema, Mungu atapanua na atapatia watakatifu mavuno. Mwaka huu ninakuombea. Kama vile Mungu aliangalia akaona there was nothing, aanze kuweka vitu katika maisha yako. Kama hauna amani, Mungu aweke amani. Kama hauna furaha, Mungu akuwekee furaha. Kama hauna imani ya wokovu, Mungu alete imani ndani ya maisha yako. Kama hauna watoto, funguka tumbo yako sasa na uanze kupata kile ambacho haujawahi pata. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako anachukua, anaweka. Mimi mkiniona mwaka huu na ndege. Mkiniona na ndege, mnajua ni Mungu amechukua, ameweka. Mwaka huu siitishi vitu za ujinga. Nitaitisha vitu hata Mungu akiwa mbinguni atasikia na ni kweli kimeniitisha. Hata nyinyi wanasiasa msiitishe vitu ndogo. Ati uko kwa magoti unaambia Mungu angalia Mungu. Hiyo kiti ya MCA ikienda na Mungu anataka kukupatia ubunge. Sasa mpaka Mungu anaangalia na shindwa sasa huyu. Na hata mwili yake na kiwango chake ni cha ubunge. Analilia kiti ya MCA ya nini? Ashinde akiamshwa usiku watoto wamekuwa wa moto. Najua sisi hata mtoto akikuwa moto tunamshanga MCA. Mheshimiwa mwanani ya hiyo. Najua uwezi amsha president mtoto amekuwa moto. Jipime kiwango chako. Na ndio mwaka huu mimi nataka kuwa bishop. Juu hicho ndicho kiwango changu. Itisha Mungu kiwango chako. Mungu aliweka dunia, zile vitu aliona ni za kiwango chake. Halafu wakati Mungu alimaliza hivyo, sasa akaumba shida ya dunia. Dunia ilikuwa mzuri sana ikiwa na vitu zote. Alipoleta mtu ikaharibika. Halafu akaangalia akaambia watu, wale walikuwa mbinguni watakatifu na wale walikuwa viumbe huko juu mbinguni, akawaambia nimeweka vitu zote duniani na ni mrembo. Akaweka milima, akaweka ni hata Mount Kenya ile mainajenga anapenda. Hata hiyo ni kazi ya Mungu. Ni yeye aliweka Mount Kenya wapi? Mungu akaangalia akaona nitatuda vitu zote, lakini wacha niwekee mainajenga kamlima kakuetaka kuomba hapa. Akamwekea kamlima wapi? Hapo. Mungu ndiye aliumba kila kitu. Hata kwa kina Genana na kwa kina Kalonzo Musyoka, Mungu aliumba. Alijua kwa nini mnakuwa na shida ya maji. Anajua. Anajua ni kwa nini
Kule kwingine kuko na maji na kwenu mkiona mvua inakuwa Christmas. Ndiye alijua. Nilikuwa naambia Ngina kama kuna watu ninahurumiaga ni Wakamba. Akaniuliza kwa nini leo? Nikamwambia sasa Wakamba mtafanya nini hiyo kamba ikikatika? Praise the name of the Lord. Every situation was created by God. Na huyo Mungu ambaye aliona dunia haina kitu, anajua maisha yako kuliko dunia. Yeye ndiye ataweka. Na msijisumbue, hakuna mtoto hataenda shule. Kwa sababu Mungu anajua kuweka pesa katika mfuko wako ili upeleke mtoto shule. Hata maisha ikiwa ngumu, tutatoboa tu. Tutatoboa tu. Tutatoboa tu. Ikiwa wengine wetu walizaliwa mkate ikiwa 5 bob. Saizi iko 100, huwa tunanunua ama hatununui? Ni wangapi walipata sukari ikiwa 10 bob? Simulipata. Saizi iko pesa ngapi? 200. Mnakunywa ama hamkunywi? Tutatoboa tu. Aliyeona dunia haina kitu, anajua hata sisi hatuna kitu, atatuwezesha kupata. Na kutoka leo usianze kusema ati hutajiweza. Utajiweza upende. Unajua Wakenya ni wafani. Wanasema kama maisha ni magumu, alafu unaona mtu na wigi ya 1500. Tutaweza kwa sababu aliyeweka vitu kwa dunia ni yeye anatuongoza. May God put whatever that is missing in your life. Wale ambao hapa mmekuwa mkisumbuliwa na mwili, be sure mtaona uzee wenu kwa macho. You will step in your old golden days. Sasa Mungu, na hapo ndio namaliza, ndio tutokee mapema. Mungu wakati aliangalia akaona hakuna mtu. Kwa sababu Mungu aliumba shida 2 kwa mfululizo. Na hata yeye alijua ameunda shida 2. Huyo mmekaa na yeye ni shida. Lakini ni shida mzuri. Mungu aliunda shida mzuri juu kama huyo mtu mwingine hangekuwa hii dunia ungeboeka. Kwa hivyo mtu kama anakubo katika maisha, muondoke. Hii maisha niko shajamurana. Maisha maya tero so muri gainie ojajamure. Ambia mwenzako hebu nichangamshe. Mwambie hii mwaka mimi hutanipea huzuni. Mwambie hii mwaka unichangamshe ama uende. Praise the name of the Lord. Najua nilikuwa napenda the style of Moi ruling. Moi angechoshwa na wewe, alikuwa anakufuta kazi kwa barabara. Unaweza uliza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, they know. Moi alikuwa anasimama anasema na kuanzia leo JJ Gamotho sio waziri wa elimu. Wikaleta kwa Musyoka kwa wako eto minister wake thoma kwa gai. Hiyo ndio nataka roho mpate ya kufuta marafiki ambao hawana faida mwaka huu. Katika maisha yako usiwekewe watu ambao hampelekani mahali. Usiwekewe watu ati juu unampenda, juu unamhurumia. Kwanza watu wa kusukuma bills, wachana nao. Hii mwaka kama ni walevi, mtu ajinunulie. Mkienda chama wa mama, mtu ajisimamie. Kuna watu hunyamaza mkifanya menu. Mnaikia mahali mnaanza kuitisha, leta kuku 2, nyama nusu, ugali 1 na kachumbari. Kama nyamaza hivi. Na hao watu ni wafane, huwa wananawa mbele ya menu. Mimi hao watu siwahitaji katika maisha yangu mwaka huu. Halafu ugali kikuja, yeye haumi kama nyinyi na makucha mwisho. Yeye anakata. Na mkiitisha pombe, yeye huitisha zile vitu ambazo hazilipwi. Hata anapata sauti ya kuitisha waiter. Wewe! Unajifanya no. Unamuuliza umenunua? Hapana, lakini yule msichana wa kuuza hana adabu.
Unagojea aitishe, unafikiria ataitisha kama kile mmeitisha. Unasikia anaitisha kile kitu hakiuzwi. Unauliza ni nini customer? Let ice cube. Worthless friends should not enter into your 2024 basket. Wacha waondoke. Wewe tembea peke yako na ufike. Mwaka wako usiwekwe takataka ndani. Watu wengine hamkupelekana nao 2023 mahali na bado umejishikilia kwa wao. Wao walipata opportunities, hawakukuambilia na bado unawafuata. Ndio wakipata pesa wakutume jacket kwa gari usiku. Jioni unapatiwa funguo. Shika funguo, hebu niende jacket. Na juzi wewe unanunua, unaharakisha. Nilienda na marafiki wengine wakati sikuwa na gari na nikaomba Mungu usiwahi ninyima gari tena. Na mwaka huu Mungu asikunyime gari kama unahitaji. Gari ni kitu moja hufanya ujulikane watu wako na madharau. Nikabebwa na watu. Na saa hizo nilikuwa deacon huko ya APCA. Kwa hivyo mimi sikunywi. Tukaigizwa mahali after mazishi. So mwenye amenibeba yeye anakunywa. So mimi nimekaa mahali. Soda nimeitisha 4 tumbo imejaa. Na ujue soda huwezi itisha ingine. Unajua unaweza kunywa pombe uitisha ile iko juu. So siwezi itisha 2 lita juu nimekunywa tudogo. So ni makok tu na kaakana. Na kaakaa tena kigas kinanitoka. Paka nasema si Roho Mtakatifu anitoke hivyo. Sasa ile shida ilikuwa huyu mtu akitaka kusimama kwenda choo, ninafikiria anafanya nini? So hata akisimama kunawa mikono nilikuwa na shida hivi. Ninaona sio anaenda, ninasimama tena. Paka mara ya mwisho nikamfuata kwa choo. Kama amesimama kwa uraino. Na mimi na sisikii kwenda haja, lakini gukihera na Gikuyu. Nikajaribu sana. Wakati aliniona akaniambia ikifika wakati wa kwenda nitakwambia. Nikaambia Mungu nipatie gari yangu. Niendage wakati nataka na ninatoka wakati nataka. If God did it to Reverend Ben, may this year God give you your comfort in Jesus' name. May you get your comfort in Jesus' name. Nilisumbuka sana siku hiyo. Akisimama nasimama. Akikaa ninakaa, akitoka ninatoka. Juu yeye amenibeba na tuko mbali. Kile ambacho unahitaji kusurvive mwaka huu, Mungu akipatiane mikononi mwako. Kile ambacho unatamani ndio usurvive mwaka huu, Mungu akilete mikononi mwako. Ambia mwenzako there was nothing. God brought everything. Simameni tu.